Shemeji tena, mambo ya masigara. Sigara si bora mtu ajambe kuliko ufo sigara. Shemeji kwani tupo sheri? Sheri wapi? Shemeji niambie. Umepata ripoti zangu? Ripoti zako nimezipata. Na kiukweli umefeli. Umefeli kwa sababu umekuja ukanikuta thipo pale. Ndio nikakuta pale. Lakini salamu nimezipata. Mke wangu aliniambia kwamba umekuja. Na umekuja, kuna kitu kimenishangaza kidogo. Kimenishangaza kwa namna yangu kwa sababu wewe umekuja pale kwa ajili ya kumtafuta kijana wako. Lakini mimi imenishangaza kwa sababu kijana anatafutwa ni juu ya miaka 20. Ni kijana mkubwa wewe afu anatafutwa kama mtoto mng'aa. Sasa shemeji, kinachonitia wasiwasi maki aliniambia mwanzo yuko na Waarabu, sijui wanafanya kazi bandarini. Sasa toka kipindi hiko kaja hapa mara 2 mara 3, sijamuona tena mpaka leo. Na nimetoa ripoti kituo cha polisi, hospitali nimekwenda, sijapata majibu yote mpaka leo hii. Kwa hiyo nikaona nije kwako shemeji, hii tusaidiane tujue tunafanyaje kijana wetu. Kumbe ulishatoa taarifa polisi tayari? Yeah. Na Muhimbili umeenda? Ndio. Kwa hiyo polisi umemkosa? Ndio. Muhimbili umemkosa? Ndio. Ase? Kwenye nyumba za ibada, labda msikitini, kanisani, kote umeuliza? Huko kote nimeshapeleka na jina kabisa, wanalitangaza jina lake. Kanisani, msikitini, kote. Na walitangaza kwenye vile vispika vile. Vispika vile. Kwa bana fulani bini fulani anatafutwa na baba yake mzazi, hajaonekana leo na miezi 3. Shemeji, kwa sababu mabosi zake wenyewe ni Waarabu. Sasa na Waarabu wenyewe wale walisema mara wameenda kwao. Isije ikawa tena mwenetu mwenyewe akisikiaga biliani angamia tu mate anamtoka. Sasa isije ikawa Waarabu wao wameondoka naye mwanangu tena ikawa shida. Na yule bwana akisikia biliani angamia huaga anapaga. Sasa sijui isije ikawa baki baadhi ya Waarabu nao si watu wazuri. Kwenye ngamia kanilithi. Kamchota kwa mkono mjomba wake. Sasa labda tufanye kitu kimoja. Kiukweli kabisa, Waarabu kama ulivyosema. Na mimi hiyo nilikuwa sijui kama anafanya kazi na Waarabu. Walikuwa wanamlipa vizuri. Shemeji la kuuliza tena, mshahara milioni 3. Wewe. Jamani. Mshahara ukwenda kabisa. Kumbe alikuwa kashawini. Mimi ndio napagawa sielewi kaenda wapi na hiyo hela. Naye ndio mpaka hapo mawasiliano. Sasa nikawa napatwa na wasiwasi. Maana baadhi ya Waarabu maana si watu wazuri. Sasa anyway, uendelea kumtafuta kimpango wako. Sawa? Uendelea kumtafuta, fanya kama amna mtu aliyeingia kukupa msaada. Mtafuta kimpango wako, alafu mimi sasa ile swala nalivalia njoga na mimi kivyangu. Na mimi namtafuta kama chipukizi natafuta jina. Yaani ile ngadu kwa ngadu kama msanii akiwa anatafuta njia za kutoka, kaliona tundu ili hapa bila ili hapa siendi mjini. Mimi ndo nitamtafuta kwa namna hiyo. By the way, najua unaweza hata ukawa balozi wangu kwa kunitangaza vituo vya polisi na nini, kwa sababu ni ndoto yangu kwa askari mkubwa. Dada alikwambia, unalijua hilo. Hamna shida. Kwa hiyo pambane. Kwa hiyo ndio hivyo. Mimi acha nipambane kivyangu na wewe pambana kivyako. Ila sasa ikitokea ukamuona wewe first AD, yani ukawa wa kwanza kumuona, hakikisha unamtrotisha hiki kipande hiki. Kwa ajili itasaidia kwenye ukaguzi wa kuangalia vile vitu vipo imara strong. Unamkagua hivyo vitu viko sawa. Ukiona njia hiyo ni ngumu, unamweka hivi. Mguu huko mguu huko. Inaitwa mguu pande. Anakaa hivi. Akishakaa hivi sasa pale, unamwacha hata dakika 5. Ukiona ndani ya dakika 2-3 anachemka, ujue hapo Waarabu itakuwa tayari washamlisha nundu ya ngamia. Nundu ya ngamia? Ina mafuta ile, si unajua? Hatari. Na mafuta si ndo anazeta wezere. Basi ndio hivyo. Shemeji. Hasta la victoria di siempre. Boss, kama nilivyokuambia, hapa Black Beauty anahitajika sana boss wangu. Angalia sasa hivi. Baa imekuwa uwanja wa kunguru, paka, tunafukuzana na minyama ambayo hata ieleweki hapa. Na kati palikuwa panajaa watu boss wangu. Black Beauty japo na matete yako yote, mavurugu, manini, lakini alikuwa anaongeza biashara hapa. Tulikuwa tunafanya mauzo boss kwa siku sometimes 200,000, 150,000. Tumekosa sana laki. Lakini sasa hivi angalia mauzo yalivyoshuka. Mbaya zaidi hamna anayeingia wala anatoka bosi wangu.
Sijui ili wewe unalionaje? Mimi Black Beauty sijamfukuza, isipokuwa nimembadilishia majukumu. Usichoelewa, kwa sababu hata sehemu aliyokuwepo nikimhitaji hata leo nampata. Isipokuwa tu mimi nimeligundua hilo, yule mtoto tunanyota naye kwenye biashara. Akiwepo mauzo yanakuwa juu, panachangamka, mara akapanda juu ya meza akakatika. Yaani hapa tufanyavyo, Black Beauty arudi hapa. Anaharibu vitu, anapanda juu ya meza, sio anafanyaje, lakini yote na yote biashara ilikuwa inaenda. Kiukweli namhitaji, nisiwe muongo, tena namhitaji zaidi na zaidi. Haya macho yangu au unaota? Bosi wote mwenyewe yule Black Beauty amerudi tena. Haya, we Black Beauty, mbona saizi uko hapa? Kule mwenyewe ameniambia niondoke kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani huu. Mwezi wa Ramadhani? Mwezi wa Ramadhani mambo ya vyakula, matarisho, manini, si ndo kazi zinakuwa nyingi, watu hadi wanakaa kama ndugu ili waweze kushambulia kwa daftari. Yaani mimi mwenyewe bosi nimeshangaa kama wewe. Ila baadaye kanambiaje? Akipika chakula mke wangu ndo kinaswii, wewe huwezi kuswii. Wewe nenda tukapumzike kwanza nyumbani. Yule bwana na Uislamu wa peke yake tofauti na Waislamu wenzio wote. Mimi ninavyojua mwezi wa Ramadhani kazi mcheli. Vyombo vinakuwa vingi, upike vipopo, upike kababu, upike sambusa, upike katres, upike mahamri, upike maharage ya nazi, chochoroko za kupaka. Vyakula hivi drafti tena kwa Waislamu na uwezo. Na mimi Ramadhani nikasema bosi nafungia pale, mambo ya baha tena kwanza napumzika na mimi nipate kufunga. Lakini ndio ameniambia hivyo, sasa nitamngangania bosi. Sasa wewe sikiliza. Nafasi yako hapa bado ipo. Na wewe utachelewa kufa kwa sababu hapa tulikuwa tunakudiskasi wewe. Maana unasema ukiwa unamzungumzia mtu alafu akatokea muda huo ana uhai mrefu. Wewe bwana una uhai mrefu. Bibie una uhai mrefu. Lakini sasa unarudi kazini. Mzaha na wewe mimi sitaki. Bega linaniuma hapa. Wewe bwana una msuri moto. Wewe baba una msuri moto, yani kama pawa mabura. Kwa hiyo nakuelekeza kabisa, utani na mimi sitaki tena. Mimi kuna muda nataka tufanye kazi, kuna muda nataka tutaniane. Nimegundua ukicheka na mbwa unaingia naye msikitini. Mimi matani bosi siyawezi mwezio. Kwa hiyo rudi, simamia kazi, kila kitu hapa unakijua. Ila tuombe Mungu huko kuwe salama. Baba, mama, kuwe salama kwa Bwana Famonga. Mama. Ya Rabbi. Hiyo vita hatutaiweza. Kama kule umefanya bugu, umekimbia, umekuja huku, hakimbiliki. Yule bwana anapenda shari, anapenda kesi, mtu anongwa, ana chuki, ana hila, ana kisirani. Nimemuona bosi mimi. Kama umeaga salama salimini, ni jambo la kushukuru. Lakini kama kuna tofauti yoyote imefanyika ukajua kwamba hapa ndo kichaka cha kujificha. Alafu sasa mimi hapa sasa hivi mambo ya mapenzi sitaki. Safi bosi. Hapo ndo umepenyewe. Yaani mpaka ili tufanye kazi bosi wangu, mapenzi tuweke pembeni. Mapenzi mabaya jamani nyie. Karibu. Asante. Karibu tupo. Sasa hivi. Salama, habari? Safi kabisa. Karibu, kuhudumia nini? Nataka bia ya baridi. Bia gani? Sasa mimi nipo kafuko la lambo, kila takataka nabeba, kasoro kijinga cha moto kitatoboa mfuko, nitaharibu mazingira. Kwa hiyo yoyote. Sichagui, si bagui, atanzika simjui. Haya, karibu sana. Niko pale. Si unajua hapa nitaka nikae, lakini naona kama kiti na vimo vya ndani. Usijali, karibu sana. Black B.
Black Beauty. Njoo kamhudumie mteja. Sasa hivi. Marhaba. Jambo. Unaonekana ulikuwa na kiwi. Asante. Kumbe hapa video hamna. Hapa video yangu uwaga naitoa kipindi ambacho kuna kuaga na mpira, watu wanakuja kucheki boli hapa. Wewe ndo mwenyewe. Baa yangu hii. Na uwanja huu nilinunua hiki kiwanja mwaka 1998 kipindi nilivyopataga pesa yangu ya ulivyochukua gala tangazo la picha kwenye mafuta ya kolie. Kumbe wewe mshenzi basi. Wewe kwani wewe sawa kwenye kolie? Wewe adabu huna. Wewe Black B, changamka bwana. Kumbe mkali. Haraka. Samani bosi. Karibu mteja. Sio karibu. Ukifika hapa unakuja kwa kulegea, mteja anaona anapata service nzuri. Nimeshakwambia mapenzi staki kabisa. Sasa hivi tubaki kwenye kazi tu. We yani wewe sigarasa wewe. Mi Black Bill. Mnafahamiana? Sasa tunafahamiana, huyu mwanangu huyu. We garasa, embo acha ujinga, toa kilemba hicho. Toa kilemba. Mwanao? We Black B. We ninywe. Baba. Kijana wangu. Vipi baba? Shwari bana, karibu. Asante. Naona mambo ya Dubai sio hadi ndevu zimeota sasa. Kule unapotakiwa kiwepo kule na wewe na ndevu kama wao. Safi sana, hongera sana. Asante sana. Mambo ya Dubai yako wapi? Maana hujaja hata na begi hapa na umekuja mbio. Hapa nani mmoja mara moja kuja kuaga tu. Safari tena? Safari mzee wangu kule utaki kukaa sana nyumbani. Ndio maendeleo mwanangu, sasa hivi anapanda ndege kila kukicha. Mwewe unaita mwewe vijana wa sasa hivi. Bana, hongera sana. Bora mrudi salama hivi. Bwana nashukuru na mimi pia mzee wangu. Mjomba wako katoka hapa sasa hivi. Yaani na mjomba wako mtundo wa mitandao. Hivi leo hili ulikuwa unatangazwa mtandaoni leo. Ilikuwa ina haja kwa sababu mimi nilikuwa Dubai faza. Yaani leo ulikuwa unatoka mtandaoni.